بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، tuanza tukimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na tumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa neema mingi kabisa ambazo kwamba Allah ametupa kama umma ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah amesema kuhusiana na mwanadamu kama huyu ya kuwa wa khuliqal insanu dha'ifa. Mwanadamu kama huyu Allah amemuumba akiwa kiumbe dhaifu kabisa. Na juu ya hayo ndugu zangu katika iman, kallafahu Allahu bil ibadat wal awamir wat ta'at. Allah akamkalifisha mwanadamu kama huyu kwa ibada ambazo kwamba amemkalifisha, na akamwahidi malipo yake itakuwa ni janna ikiwa atakuwa ni mwenye kushikamana na ibada kama hizi. Na malipo kama hii ndugu zangu katika iman, ambaye kwamba ni ya janna, ni jambo la thamani kabisa. Na mwanadamu kama huyu ni kiumbe dhaifu kabisa. Idhan kaifa yasilu dhaifu ila aljanna? Kiumbe dhaifu kama huyu ni vipi anaweza fika mpaka katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tuwaambia ndugu zangu katika iman, inna rabbakum la raufur rahim. Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala ni mola wa huruma ya hali ya juu kabisa, na ni mkarimu zaidi kwa waja wake. Kwa udhaifu wetu sisi kama ummati Muhammad alayhi salatu wasalam, Allah ametupa misimu tofauti ambazo kwamba tukizitumia huenda tukapata malipo mengi kabisa kutufikisha katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi sasa tunavyozungumza ndugu zangu katika iman, mbele yetu kuna msimu mkubwa kabisa ambao kwamba Allah anatuletea tushikamane na ibada katika msimu kama huu, huenda tukafika kwa janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah tumuomba sote aturuzuku jannatul firdaus biidhnillah. Ma hadha almawsim, msimu upi ambao kwamba tuzungumzia ndugu zangu katika iman? Innaha ashru al-ayyamil awwal min shahri dhil-hijja, siku 10 za kwanza za mwezi mtukufu ambao kwamba ni wa Dhul-Hijja. Wama adraka ma dhil-hijja, yapi ama kipi kitakufahamisha kuhusiana na mwezi kama huu ndugu yangu katika iman? Tuangalie fadhila ambazo kwamba Allah kwa huruma yake amefungamanisha na siku 10 kama hizi, ili mimi na wewe tufaidike na mambo kama haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza ndugu zangu katika iman, min fadaili hadhihi al-ayyam anna Allah aqsama biha, wal azim la yuqsimu illa bi'azim. Katika msimu kama huu ambao kwamba uko mbele yetu, siku 10 za Dhul-Hijja, ubora na utukufu wa siku kama hizi, Allah ameapa na siku kama hizi. Na yule ambaye kwamba ni mkamilifu naye ni Allah, siku zote haapi isipokuwa kwa jambo ambalo kwamba ni kubwa kabisa ndugu zangu katika iman. Wa qad aqsama Allahu biha, na Allah ameapa na siku kama hizi akisema wal fajri wa layalin ashri. Allah anaapa na wakati wa alfajiri wa layalin ashri. Qala almufassiruna innaha al-ashru al-awwal min shahri dhil-hijja. Allah akisema wa layalin ashri, anaapa na siku 10 ambazo kwamba ni za kwanza za mwezi wa Dhul-Hijja, yamaanisha siku 10 kama hizi ni bora kabisa ndugu zangu katika iman, faidikeni nazo. Bal msikize mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyozungumzia siku kama hizi, akituhimiza kushikamana na ibada katika siku kama hizi, akituambia mtume alayhi salatu wasalam katika hadith imepokewa na Imamu Bukhari katika sahihi yake. Mtume alayhi salatu wasalam yasema, ma min ayamin
al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Mtume siku kati ya masiku alikuwa ameketi pamoja na masahaba wake ridwanullahi alaihim. Mtume akatoa usia kwa masahaba wake, akataka kueleza na kuelekeza masahaba wake akiwaambia, fahamuni enyi masahaba, hakuna ibada ambayo kwamba yapendeza sana mbele ya Allah kuliko ibada katika 10 kama hizi. Hakuna ibada ambayo kwamba ni muhimu zaidi mbele ya Allah kama ibada katika 10 kama hii ya kwanza ya Dhulhijja. Masahaba wakashangaa, masahaba wakastaajabu. Kwa ajili ya nini? Kwa masahaba na pia sisi kuna baadhi ya ibada tuwajua ni ibada kubwa kabisa na ni ibada za juu kabisa, lakini Mtume amesema kuna ukitekeleza ibada katika 10 kama hizi ni bora kuliko ibada zingine zote katika dunia kama hii. Masahaba kamuuliza Mtume, wala aljihadu fi sabilillah, hivi ewe Mtume alayka salatu wassalam, wataka kutuambia ya kuwa mtu kutekeleza ibada katika 10 kama hii ni bora kuliko mtu kujitolelea kwa ajili ya Allah? Ni bora kuliko mtu kwenda katika jihad ya Rasulullah? Mtume akasema kijibu, wala aljihadu fi sabilillah. Subhanallah. Kumbe ibada katika siku kama hizi ni bora mbele ya Allah kuliko mpaka jihad katika njia ya Allah. Ndugu yangu katika iman, kusoma tu Qur'an kurasa 1, aya 1, aya 2 katika 10 kama hizi ni bora mbele ya Allah kuliko jihad. Mtu kutekeleza khairi yoyote ni bora mbele ya Allah kuliko pia jihad. Mtume amesema wala aljihadu fi sabilillah, ibada katika 10 kama hizi ni bora zaidi mpaka kuliko jihad kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' bidhalika min shay, isipokuwa yule atakayetoka kwenda katika jihad na mali yake aende akauliwe, kiumbe kama yule ndio yuko katika daraja ya juu zaidi. Lakini yule ambaye kwamba ameenda katika jihad kisha akarudi kwa familia yake, wewe kuleta dhikri katika 10 kama hizi kama hii ni bora kuliko ile jihad. Kutekeleza amali ya khairi katika 10 kama hii ni bora vile vile kuliko jihad. Ayuhal muslimun, mwaona Mtume wenu alayhi salatu wassalam ni vipi anawahimiza na amali ya khairi katika siku kama hizi. Jamani, ni jukumu letu kushikamana na ibada katika 10 kama hizi, ndugu zangu katika iman. Bal Mtume alayhi salatu wassalam akaendelea kitufahamisha ubora wa 10 kama hii akisema, afdalu ayami dunya al-ashru, alhadithu alladhi rawahu ibnu Abdurrazzaq. Afdalu ayami dunya al-ashru, siku ambazo kwamba ni bora zaidi kwa dunia ni 10 kama hizi ambazo kwamba ziko mbele yetu, ndugu zangu katika iman. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema kutueleza ni vipi ubora ama kutueleza ubora wa 10 kama hizi akisema, liyadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وكسم المفسرون أيام معلومات هي العشر الأول من ذي الحجة. نسيكو كما هزي za kwanza za ذو الحجة, نسيكو bora zaidi na tukufu. واختلف العلماء, maulama wakaikhtilafiana kwa jambo moja, ayyul ashraini afdal, 12 ni ipi ndio bora kuliko lingine, wakikusudia 10 ya kwanza ya mwezi wa Dhulhijja na 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan, 10 ipi ndio bora kuliko ingine? Wakasema maulama, amma al-ashru al-awwal min Dhulhijja, ama 10 ya kwanza katika mwezi wa Dhulhijja, fa ayyamuha afdalu ayami dunya. 10 ya kwanza ya mwezi wa Dhulhijja, mchana wake ni mchana bora zaidi katika michana yote ya dunia. Ama ashrul akhir min Ramadhan, layaluha afdalu layali dunya, ama mwezi wa Ramadhani 10 ya mwisho, ile 10 ya mwisho usiku wake ndio usiku bora zaidi kuliko usiku zingine za dunia. Yote kama haya, ndugu zangu katika iman, ni watu kuhimizwa kutekeleza ibada ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
idhan madha yustahabbu lilmuslimi an ya'mala fiha, ibada zipi ambazo kwamba twafaa kushikamana nazo katika 10 kama hii ndugu zangu katika iman? Twasema ibada ni mingi zaidi, lakini baadhi ambayo kwamba tuyataja. Awalan almuhafadhatu ala alfaraidh, tungangane kabisa ndugu zangu katika iman katika 10 kama hizi, tungangane kushikamana na swala za faradhi na ibada za faradhi, kwa kuwa haifai kwa Muislamu kushikamana na sunna na anavuruga masala ya faradhi. Jambo la kwanza ni faradhi, kisha sunna inakuwa ni yenye kufuata. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, ya kuwa hakuna mja ambaye kwamba atajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo bora zaidi kuliko lile ambalo kwamba amelilazimisha. Allah subhanahu wa ta'ala kitueleza katika hadithul qudsi kama hii, yotufahamisha kuwa jambo la kwanza shikamaneni nalo mimma aftaradtuhu alayhi, ni yale ambayo kwamba Allah amewafaradhishieni. Baada ya hapo ndugu zangu katika iman, kuja na mambo mengi ambayo kwamba utakayokuja nayo. Mfano asiyam, inapendekezwa kufunga siku 9 zote za kwanza, katika siku ya kwanza mpaka siku ya 9. Kwa nini tunasema asiyam? Lianna asiyama afdalul a'mali ila Allah. Jaa fil hadith alladhi rawahu Imam at-Tirmidhi an Abi Umama al-Bahili radhiyallahu anhu. Huyu sahaba yajulikana kama Abi Umama al-Bahili, amekuja kwa bwana mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, ya Rasulallah, ayyul amali afdal, ewe mtume alayka salatu wassalam, amali gani ndio bora zaidi mbele ya Allah? Katika riwaya ya Imamu Tirmidhi. Ikaja riwaya nyingine katika Musnad ya Imamu Ahmad, Abu Umama amemuuliza mtume alayhi salatu wassalam, ya Rasulallah, allimni bi'amalin yudkhiluni aljanna, ewe mtume alayka salatu wassalam, nifahamishe amali, nifahamishe kitendo ambacho kwamba nikikitekeleze itakuwa ni sababu ya kuingia katika janna. Mtume akamwambia, na ndio usia wangu na usia wako ndugu yangu katika iman, mtume akamwambia, alaika bisiyam, alaika bisiyam fa innahu la idla lahu ay mathila lahu, shikamana na ibada ya saum. Hakuna ibada ya pendeza mbele ya Allah kama vile saum. Ndugu zangu katika iman, tuwe na nia, tuwe na himma. Allah kitupa chance katika siku kama hizi, biidhnillah tutafunga saum za sunna kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Funga siku 9. Hauwezi siku 9, basi siku 5, siku 3, kulingana na hali yako. Umelemewa na saum ndugu yangu katika iman, usilete mchezo na siku ya 9 ambayo kwamba ni siku ya Arafa. Mtume alayhi salatu wassalam suila an siyami yaumi Arafa, mtume aliulizwa kufunga siku ya Arafa, akasema, ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da. Kufunga tu siku moja ndugu yangu katika iman, wafutiwa madhambi ya miaka 2. Nani ambaye kwamba hataki kusamehewa madhambi ndugu zangu katika iman? Sote sisi tuko na upungufu, sote sisi tuko na matatizo ambayo kwamba tuko kwayo, na siku zote ndugu zangu katika iman, madhambi ndio yatuweka mbali na Allah. Madhambi yatuweka mbali na Allah. Allah anatupa sheria ili iweze kutusafisha turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tungangane kabisa na mambo kama haya, huenda tukapata fadhila yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile katika ibada, dhikrullah, kukithirisha kumtaja Allah, ilivyokuja katika hadith, faakthiru fiha, bimaana kithirisheni katika siku kama hizi, faakthiru fiha minat tahlili wat tahmid wat tasbih. Kithirisheni katika siku kama hizi kumtaja Allah vile mtakavyoweza kumtaja. Ndio akasema maulama, adhikru fiha, bimaana fi hadhihi alayam tanqasimu ila qismain. Kule kumtaja Allah katika siku kama hizi iko katika sampuli 2. Ya kwanza dhikrun mutlaqun, ya pili dhikrun muqayyadun. Yamaanisha ndugu zangu katika imani,
tangu tarehe ya kwanza ya Dhulhijja watu wanaanza kuleta takbira nyumbani, msikitini, kila sehemu. Yajulikana kama dhikrun mutlaq, mtajeni Allah kwa njia na hali yoyote kama ile. Sasa leo tangu tarehe 1 mkisikia misikiti wanaleta takbira, msianze kushangaa jambo kama hili ni wapi limetoka, liko katika dini na vile vile ni ibada kama vile ibada zingine. Yajulikana kama dhikrun mutlaq, yaanza tangu tarehe 1 mpaka tarehe ya mwisho ya ayamu tashriq. Ama dhikru al-muqayyad, ama ile kumtaja Allah ambaye kwamba imefungamanishwa na baadhi ya nyakati, ni ile kumtaja Allah siku za Eid, kama vile Eidul Adha. Mwakuta kuna siku kadhaa, hiyo siku ya 10 mpaka siku ya 13 watu wamtaja Allah baada ya kila swala, yajulikana kama dhikru al-muqayyad. Tushikamane na mambo kama haya, na masala ya dhikri ni mambo muhimu sana kwa maisha yetu ndugu zangu katika imani. Vile vile katika amali ambayo kwamba pendezo katika siku kama hizi ni dhabhu al-udhiya, ni mtu kuchinja mnyama kama atakuwa na uwezo. Kama uko na uwezo ndugu zangu katika iman, imefika siku ya udhiya, mchinje mnyama kama yule. Je, wajua fadhila kumchinja mnyama siku kama ile? Msikize Mtume alayhi salatu wassalam alivyotueleza masala ya watu kuchinja katika siku kama ile. Mtume alayhi salatu wassalam amesema, ma amila adamiyun min amalin ahabbu ila Allahi fi yawmin nahri min adh-dhabhi au min an-nahri. Hakuna a'mal, hakuna ibada ambayo kwamba mwanadamu ataitekeleza siku ya 10 ambaye kwamba ni ya kuchinja kama vile mtu kumchinja mnyama. Allah anapenda sana jambo kama hili ndugu zangu katika iman. Mtume alayhi salatu wasallam akasema, wa innaha latati yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Huyu mnyama ambaye kwamba umemchinja, Allah atakulipa siku ya kiyama akiwa kamili kabisa, tena mnyama yule ambaye kwamba amenona vizuri kabisa. Vile vile alivyokuwa amenona, unalipwa malipo ya juu kabisa kulingana na mnyama kama huyu. Ndio baadhi ya maulama wakajitahidi wakasema, mtu akichinja mnyama siku ya Eid analipwa kulingana na manyoya ya mnyama kama yule. Ijtihadi ya baadhi ya maulama. Kama yuko na manyoya kadha, Allah anakulipa kulingana na manyoya kama haya. Nani ambaye kwamba yajua manyoya ya mnyama kama huyu? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Nawezekana Allah amekulipa zaidi kuliko ya jambo kama hili. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, wa innaha tati yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Wa inna ad-dama la yaqa'u 'inda Allahi bimakan qabla an yaqa'a min al-ardi. Na wakati mtu anamchinja mnyama kama huyu, kabla yule damu kumwagika kufika katika ardhi, mtu ashasamehewa madhambi yake. Mtume amesema, fatibu biha nafsa, tulizeni nafsi zenu kwa kumchinja mnyama kama huyu. Kwa hivyo ambaye kwamba kuna uwezo, alhamdulillah, amchinje kiumbe kama huyu. Kama ni mbuzi, kama ni ng'ombe, kama ni ngamia, ni jambo ambalo kwamba halina tatizo biidhnillah. Na ambaye kwamba hana uwezo, hukumu yake itakuwa ni vipi? Ambaye kwamba hana uwezo, Allah amesema, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah hakulazimishi zaidi ya uwezo wako, na Allah anajua nia yako. Bal chukua bishara ndugu yangu katika imani, ambaye kwamba hana uwezo kabisa kumchinja mnyama kama huyu, tunakwambia pate utulivu wa nafsi, bal ushachinjiwa biidhnillah. Nani ambaye kwamba amekuchinjia? Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi yake ya Abdullah ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wasamma wakabbar. Wakati wa bwana mtume aliwachinja wanyama wawili, alichinja mbuzi wawili. Mbuzi wa kwanza ambaye kwamba alimchinja alisema, bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadha li Muhammad wa ali baiti Muhammad. Ya Rabbi, mbuzi wa kwanza kama huyu namchinja, ama kondoo wa kwanza kama huyu namchinja, ni yangu na familia yangu ya Allah. Akamchinja kiumbe kama yule. Kabaki ya pili. Wa pili, msikize mtume wako alayhi salatu wassalam.
kiumbe wetu mtukufu kama huyu, yapi ambaye kwamba aliyasema alipomchinja mnyama wa pili? Akasema, Allahumma hadha likulli man laysa lahu wus'a li ummati Muhammad. Subhanallah. Ya Rabbi, namchinja mnyama kama huyu niaba ya yeyote kati ya umma yangu atakayekuwa hana uwezo, namchinja mnyama kama huyu kwa ajili yake. Kwa hivyo ushachinjiwa na Mtume alayhi salatu wassalam. Huyu ndio kiumbe ambaye kwamba yuko na huruma sana na wewe ndugu yangu katika imani. Hatujazaliwa, hatujapatikana kwa dunia, lakini mpaka wakati kama ule alikuwa akitukumbuka Mtume alayhi salatu wassalam, yapi yanayonifaa kwangu mimi na yapi yanakufaa wewe kama ndugu yangu katika imani? Ni kufuata sunna za Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, kushika mwelekeo wa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, na tumpende Mtume alayhi salatu wassalam. Huenda Allah katufufua na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, siku ambazo kwamba ziko mbele yetu ni muhimu kabisa. Hata kama tuko na upungufu kiasi gani, hata kama tuko na udhaifu kiasi gani, hata kama tuko busy kiasi gani, chunga kabisa usipitwe na siku kama hizi. Huenda siku kati ya masiku ukajuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hatujui kama tutafika. Tukifika alhamdulillah, na tusipofika kuwa na nia na azima. Weka katika nia yako biidhnillah, ya Rabbi, nikifika ndahakikisha nimesoma Qur'an kadha, ndahakikisha nimetekeleza kadha, tahakikisha nimetoa sadaka kadha, nikifika biidhnillah. Ukiwa na nia kama hii na usifike katika siku kama hizi, Allah ni mkarimu sana, anakulipa kulingana na nia yako, na thawabu yote ambayo kwamba ulikuwa na nia nayo biidhnillah utakuwa mwenye kupata. Allah tumuomba tusamehe madhambi yetu, aturegeshe katika dini yake kurejea ambako kwamba ni kuzuri, atuonyeshe njia haki kwani haki atuwezeshe kuifuata, atuonyeshe njia batil kwani batil atuwezeshe kuiepuka. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.